Lakini nataka tuwe na maoni sisi yote, tuone ni mbele tunaenda ama ni nyuma tunaenda. Hii issue ya ukabila imeanza, foundation yake ni gani na mwelekeo wake ni nini, na ina target kupiga nani na ni kwa nini? Na ningetaka kusema mambo haya. Kwanza tusikosoe Mwenyezi Mungu kwa bahali mtu alizaliwa ama vile aliumbwa ama kabila yake, kwa sababu hakuna mtu yoyote alifanya application azaliwe akiwa Mkamba na akue kwa Wakamba, azaliwe akiwa Mumeru na akue Meru, azaliwe akiwa Mumbere na akue Mumbere, azaliwe akiwa Msomali na akue Msomali. Hakuna mtu amezaliwa awe Mkikuyu na awe ni wa Kiambu, awe ni wa Murang'a, awe ni wa Nakuru, awe ni wa Baringo, kwa sababu kila maumbile ya mtu na Mungu akatuweka pahali tulipo. Kama ni Baringo ni Baringo na ni watu wako, na wanatosheka na wanafurahi kuzaliwa wakiwa watu wa Baringo, na wana shida watu wa Baringo. Wana accept vile Mungu aliwazaa na vile Mungu aliwaumba na vile aliwapa kabila yao na pahali aliwaweka. Twende Nandi the same, twende Turkana is the same. Hiyo mimi ningeomba wananchi tusiuziwe mambo ya ukabila na huko kufanya application kuchagua ukiwa Coast ama ukiwa wapi. Hiyo ama ukiwa Msamburu ama ukiwa Msoma. Hiyo tusijaribu wale wanasunguka kutuuzia, wakipigana na mambo ambayo wanaendesha ya kusema one man one vote one shilling, ati hiyo ni ya kabila fulani. I want to tell Kenyans, equality ile alikuwa akipigania all the time, ati mkate haigawi kwa haki. That imekuwa siasa ya Raila. Na nimemuona na nikaanza sasa kumwangalia, sikukuwa nikiona Raila Odinga yale mambo alikuwa anaongea ya kugawa mkate, nimeanza kuiona. So isikuwa hiyo Raila anasema hiyo ni mambo ya watu ya Nyanza. No. 18 counties watafaidika kwa usawa. Hakuna kitu itakuwa faida kwa kutoa mwingine upelekee mwingine, lakini kwa sababu usawa ninasema namna gani? Kila mtu kama ni constituency ana population yake na pahali ametoka. Haitawezekana. And we are not saying population. We are saying a vote. One man, one vote, one shilling, one Kenya. That's what we are saying. Mimi hata kwa bunge, hata kwa tio ingine ikiwa kwa bunge, I voted for yes. Na najua watu wale walikuwa pande yetu wengine hawakupenda hiyo, but I did it. Because it is my conscience ya kufikiria kama mtu mzima. Mtoto wangu nataka asome kama wa Mturkana. Nataka asome kama wa mtoto wa Nyanza. Nataka asome kama mtoto wa Central. Kama mtoto ya Western, Northeastern, Mombasa, Ukambani. Nataka tuwe na equal education. The reason why am I putting it that way? Haitawezekana hata hii pesa mambo ingine inaanza kuja sasa ya kusema wengine wakilipia watoto kwa pesa ya basari, population ni kidogo, analipia mtoto na 1,100, 1,050, analipia mtoto ule iko primary, secondary, university, hata international wanalipia kwa sababu they are few, which is very good. Hata wangu ama wako pahali kuna population hiyo ya one vote one man one shilling, angependa kuliko kupeana shilingi 800 kwa basari, shilingi 1,000 ama 2,000, angependa pia naye mtoto wake asome kama wako.
What's wrong with that? Wengine wasome zaidi, wana pesa ya basari, na wengine wakose kusoma, na ni watoto wetu wa Kenya. Kuna mambo tunasema na tunachanganya. Iko utofauti gani na county ikigaiwa pesa na national? It's not divided equal. It is divided by population. What is the difference? Vile inagaiwa county government ya pesa na national government. What is the problem? Hawalipo kwa usawa? And that's what we want to say. It's just like that. County money. Wengine wanalipwa na population, kama ni kidogo wanapoa hiyo, watosheka na population hiyo. Wengine kama ni wengi, yes, kusawasanisha usawa wa wana Kenya kwa masomo, kwa kila kitu iende sawa. Lakini sasa imekuwa ukabila imeingia. Hata Yesu alisema uanze kuhubiri kutoka Jerusalem. Pahali ulipo Jerusalem, uanze kuhubiri kutoka Jerusalem. Ukienda mbele, hubiri kwa kijiji yako ukienda mbele. Hiyo narrative inataka kuanza kuuzwa nao wanauza. This thing will bring problem. And I'm urging my president. Unajua pahali tulitoka. Na niliona kama umefanya statement mzuri sana kwa ile maombi ilikuwa ya Kolino na Kuru. You said it very well. Wewe ndio ulichagua Gachagua kwa deputy yako. And you respect him. You said that. Na ukaona watu wakafanya wakakuwa na furaha sana kwa sababu ya hiyo. Na hiyo ndio msimamo yetu. Si hatutaki mtu ataingia katikati yako na Rigiji Gachagua. Tunataka mkae namna hiyo. Because we give you the vote namna hiyo. Hiyo heshima ikuweko na hiyo heshima isitenganishwe. By my question, my president. Hii vijana kutoka Rift Valley kama 5 4 na wengine kutoka Central 3 kama 4, you have power kusimamisha hawa. They have been seen like you are the one who have created them. I'm telling you that's what the crowd is saying. Kwa sababu they know you are the president, you are the keeping. Wewe utaweza kusimamisha hawa. So at the end of the day, the division which has been seen inabebeshwa wewe. Because you can tell them to stop. They are your people. They are the key people where they are. Na hao ndio wanaonekana show off hata ya pesa. Show off ya kutukana wale wengine. It's not about Mount Kenya, milima ama Rift Valley. Sijaona Mkalenjin wowote anatukana Mkikuyu. Mkalenjin wa kawaida sijaona. Sijaona Mkikuyu wowote akitukana Mkalenjin. Lakini what you are saying, mnachukua ndege, mnaenda sehemu zetu za Rift Valley kutukana Rigiji villager yule yako kwa Gishagi. Hawezi kuelewa, ataona hawa ni kama ni Wakalenjin. But they are not Kalenjins. Those are inciters. Hiyo ni watu wa ukabila. 5 kutoka Central, 5 kutoka Rift Valley. Wanaenda kufanyia statement huko ya kwanza matusi. So, mtu ya chini anaona ni kama ni ukabila. But I don't tell Kenyans. I've never seen any other time bila Wakikuyu alifanya kwa kukupigia kura. Sijaona tena watu wa Rift Valley kupiga kura bila walikupigia kura. And even the Kalenjin, I want to tell our people, wale wametoka kwa milima, the Kalenjin are 100% supporting the president, supporting Rigathi. They are supporting 100%. Na sitaki watu wakue na mambo ambayo hawezi kusikia vile nasema. I stay in Rift Valley. We voted without even tone moja ya damu. It was history.
Hawa watu wanazunguka hapa na mandege hapa. Hawa ndio wanaleta hii problem. And I urge president, kuweka sumu ni rahisi, kutoa sumu ni ngumu. Kuhakisha moto ni rahisi, kupima moto ni ngumu. Kama kuna mambo yawezekana differences between wewe na Rigiji, don't involve these children. Nyinyi wazee, you are the kingpin of this country. Itaneni mukae pamoja, mzungumuze. Bado tumefika, tuone white smoke imetokea, watu yote watatulia. 50 million people up to now wanategemea nyinyi kupima hii moto. It cost nothing the way Uhuru Muigai Kenyatta did wakati alikuwa president. Siku ya maombi, prayer day, akaita Raila Odinga, akaita Kalonzo, na yeye alikuwa hapo. Because you are four, wale mlikuwa vita. Mlikuwa napigana wakati ya campaign, mlitukanana, and the president actually, former president akasema, mimi Raila Odinga, mimi Uhuru Muigai Kenyatta, naomba msamaha kwako Raila Odinga. Tulitukanana, tukaambiana mambo ambayo sio mzuri, mimi naomba msamaha. Akakupatia microphone, ukaambia, na akakuonesha Kalonzo, ukaambia Kalonzo, tumetukanana, nimekufanyia mambo mbaya, lakini mimi naomba msamaha. Hiyo msamaha ikawa, na hao wakarespond the same. You see, lakini baada ya hiyo forgiveness hiyo haikupelekana na conversion ile tuliona. So for this time tunataka mshikano kama huo, lakini tufuate vile Biblia inasema. Biblia inasema, wacha wokovu wako upelekane na vitendo yako. For now ile kitu inatusumbua, mazungumzo yetu haipelekani na mazungumzo ya wokovu wetu. We cannot be the church and there is no forgiveness. Surely. Na ndio naonaga mimi, I'll confess to Kenyans, hii breakfast prayer mimi siendani, and I've never gone. And I don't think I will go. Because I see hypocrisy. Hypocrisy. Wale wako kwaya, jana walikuwa natukanana, wanapigana, ndio hao wako kwa kwaya, ndio wanapanga kamati ya maombi, na mhubiri na akihubiri all those years, sijaona moja amechukua mkono kusema mimi nimesaenda mali yangu ya wizi, mimi nimesaenda incitement, mimi nimesaenda nilikosea jirani. Hiyo kanisa watu hapana wakukaga. Ni ya nini watu kwenda kwa kanisa kama hiyo? Prayer day ni siku ya maombi. Sijaona hata mtu mmoja ameshikwa na roho ya kuokoka. Ni mhubiri mbaya ama ni hypocrisy ili hatuwezi kuacha. We need to live this thing. We need to do vitendo yetu. Kuhubiri kwetu ipelekane na vitendo. Today we are trying to plant something na itatuletea shida. Hii kitu ikitrickle down, vile imeanza kushikwa na Facebook na media na rumamongering, iende vile inaenda. I beg, it is trickling down, please stop it. Simamisha hawa watu wanaendelea matusi. Kuta hao waambie, because hawezi kujiondoa kwa hiyo watu wanaona ni kama wewe una plant hiyo. That's what people are saying in the ground.